katika Isaya sura ya 53 mstari wa 5 na wa 6. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichukuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana Yesu asifiwe. Malizia wa 6 baba. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe. Ndio. Na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 5 na wa 6 unatuonyesha ya kwamba kupitia msalaba tulipata ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 5 na wa 6 unatuonyesha ya kwamba kupitia msalaba sisi tulipata ushindi. Mambo mawili ya ushindi tuliyoyapata. Jambo la kwanza, tulipata ushindi wa amani yetu. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona, lakini pia kupigwa kwake sisi tumepata nini? Amani. Bwana Yesu asifiwe. Amani iliyokuwa imepotea kati yetu na Yesu, kati yetu na Mungu. Sikiliza nikwambie, ukikuta familia wanaendelea, si kwamba vitu hivyo vinalipuka tu juu. Chanzo kwenye figa, baba na mama, amani imeseto kama sio kukaa. Haleluya. Amani, amani, amani. Ukikuta mji unaendelea, ujue kwenye jiko pale, baba na mama, amani iko good kama sio very nice. Amani ikipotea kwenye familia, amani ikipotea, uko yoshakana barike de bayo manyana mapayo katoma nekakano koko karenga. Diraki keteleso. Shida sio diraki keteleso. Shida kwamba mama anamtangazia mtoto sina amani na baba. Tulipopotea toka kipindi cha Adamu, na kwa sababu ni sisi ni warithi wa uzao wa Adamu. Adamu alipopoteza yale mahusiano. Tunapozungumza amani, maana yake ni mahusiano mazuri na upande huu na upande wa pili. Uhusiano mzuri unapopotea kutoka kituo A kwenda kituo B, ujue hapa katikati yatainuka magomvi, yatainuka matengano, zitainuka shida. Maana yake hapa takuwa tena na uhusiano wowote. Tumana alipopotea Adamu, alipoipoteza amani. Unamwona Mungu anaingia kwenye bustani na roho ya huzuni, maana walikuwa na ushirika. Kila siku jioni Mungu alikuwa kutembelea, maana wana ushirika. Bayo kimoja kinaishi Adamu reha ya kinaishi bitunjaliane. Pete kinele dunia lenele. Bayo tolandoma, hata familia ukikuta ina amani, utakuta baba amewafanya watoto kama marafiki. Unaona hata wanatembea mtaani, wanagonga story kwa sababu kuna ushirikiano. Amani ilipopotea, Mungu anaingia kwenye bustani akiona huzuni. Uko wapi Adamu? Wewe Adamu uko wapi? Uko wapi? Si kwamba unaweza kujiuliza hivi Mungu alikuwa hamuoni alipokuwa amejificha. Mungu unaweza kumficha. No, lile swali ndani yake lina kitu. Maana yake anamuuliza, kwa nini umepoteza ushirika kati yangu mimi na wewe? Jambo gani Adamu lililokufanya upoteze? Where are you Adamu? Uko wapi Adamu? Uhusiano wangu mimi na wewe umeenda wapi? Adamu baada ya kujibu tu baba niko hapa, yeye anajibu moja kwa moja, ni Isaka, nimejificha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amani imepotea. Hakuna tena mahusiano mazuri. Mahusiano haya yanakuja kurudishwa kwenye msalaba. Kwenye msalaba ndipo Yesu kazi anayoifanya ni kuyarudisha mahusiano, amani kati yetu na Mungu iliyokuwa imepotea. Tukapata amani kupitia ule mstari wa 5. Isaya anatuonyesha kazi moja ya msalaba ni kuturejeshea mahusiano yetu na Kristo yaliyokuwa yamepotea. Na hiyo ni kwa sababu ya Yesu alifufuka.
Na ndio maana siku ya leo ni siku inayoheshimiwa sana na Wakristo. Think about it. Jiulize, kama Yesu asingefufuka ingekuwaje? Wanafunzi hawana amani wakati Yesu amezikwa. Wakina Petro mwishowe wakaanza kuanza na kurudi mtaani kwenda kuvua samaki, maana hawajui itakuwaje. Watu wanajaribu kuwatafuta wanafunzi, kuwaua, wanajaribu kujificha. Mji hauna amani, wanafunzi wa Yesu hawana amani. Lakini siku ya